ndipo ni lazima ushughulikie roho ya mazoea kwa Mungu wako. Lazima ushughulikie roho ya mazoea kwa Mungu wako kama unataka mwana wa Mungu utembee na Mungu katika maisha yako. Lazima ushughulikie roho ya nini? Ya mazoea kwa huyo Mungu. Yaani usimzoee huyo Mungu, asiwe kama shemeji yako unavyomjua. Huyo Mungu asiwe kama baba yako wa kimwili unavyomjua. Huyo Mungu asiwe kama shemeji yako, kama wifi yako. Usimfanye kama wifi. Lazima ushughulikie roho ya mazoea kwa huyo Mungu. Hiki ni kitu muhimu sana, kwa sababu kadiri unavyozidi kuwa karibu naye, kadiri unavyozidi kutembea naye, ni rahisi ukaanza kumzoea. Rafiki yako ukiwa naye karibu muda wote, mara nyingi huwa ni rahisi unaanza kumzoea. Kama ulikuwa unamheshimu, kama ulikuwa una hofu, kuna wakati unaanza kumuona sasa wa kawaida. Kama unatembeaga na mchungaji wako mara kwa mara, unakuwa naye karibu, ni rahisi kuanza kumzoea na kuona huyu mbona yuko kama wanadamu wengine tu, mbona maneno tunayoongea yani na maana kweli huyu, maana hata mimi naweza kuwa kuhani. Jamani, haleluya. Nakwambia hata katika maisha ya kawaida, kadiri unavyozidi kuwa karibu na mtu, ni rahisi ukajikuta unafanyaje jamani? Heshima yako kwake inapungua na kuanza kumuona ni wa kawaida sana. Hili ni jambo ambalo ni baya sana. Hili jambo ndilo lililomgharimu Nabii Musa. Ndio maana kuiona Kanaani, maana yake kama kuna mtu ambaye alitembea na Mungu kwa viwango visivyokuwa vya kawaida, viwango vikubwa kuliko wanadamu wote duniani, ni Musa. Unanielewa wewe? Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Oh, haleluya. Amen. Kama kuna mtumishi aliyetembea pamoja na Mungu, ambaye alisema na Mungu ana kwa ana, haijawahi kutokea duniani tangu enzi zile za Musa mpaka leo. Hakuna mtumishi ambaye amewahi kusema na Mungu kama alivyosema nani? Musa. Ni Musa peke yake ambaye alisema na Mungu ana kwa ana, kwamba Musa akitaka kuongea na Mungu ilikuwa ni swala sio la kupiga magoti aanze kuomba, ni kuanza tu kusema mzee, sasa Bwana, hawa watu kuna 1 2 3. Mungu anaanza naye kumjibu, anamwambia sasa fanya hivi, chukua hiyo fimbo, fanya hivi na hivi. Walikuwa wanaongea naye. Kwa hiyo kadiri walivyokuwa wanaongea, ulifika wakati akamzoea Mungu, akamuona ni kama kawaida. Si tunaongeaga naye, nyie mnahangaika mnapiga magoti masaa, mimi huwa nikiamua tu naenda mahali nasema naye moja kwa moja. Akamzoea Mungu. Kwa hiyo ilifika mahali huyu jamaa Mungu akamuagiza kufanya jambo kwa ajili ya wana wa Israeli. Badala kufanya kama alivyoagizwa na Bwana, akaenda akafanya kitu kingine ambacho sio ambacho Bwana alifanya. Mungu akamwambia, kwa sababu haukunistai mbele za watu wangu, yaani wale watenda dhambi, watu wa Mungu. Mungu anaanza kumwambia sasa, kwa sababu kunistai mbele za watu wangu. Sawa, ni watenda dhambi, lakini mimi najitaabisha kwa ajili yao. Basi wewe na Haruni hamtaingia katika nchi ile ambayo niliwaahidi baba zao. Mungu akasema naye, lakini hata hivyo akapotezea. Akasema ni wa huruma, ni wa rehema, na mjua huyu yuko na hasira, atashusha tu. Siye mwenyewe amesema jua lisichwe mpaka saa 12 atakuwa ameachilia. Mungu, Biblia inasema dhambi yake ikafanyaje? Ikakaa. Mungu akamsubiri, akaendelea kumtumia vile vile, lakini mwisho wa siku alipokaribia Kanaani, ile pale inaonekana iko karibu kama hapa Ngukumo na Nkiniziwa, Bwana akamwambia Musa, mtumishi wangu, njoo hapa na kuita mlimani. Akasema akasema njoo kimbia na kuita mlimani ili nije nikuonyeshe uaminifu wangu. Alipofika Bwana akamwambia, Kanaani hiyo hapo mwanangu, ipo mbele. Mimi ni mwaminifu, nikisema neno nitalitimiza. Niliwaahidi Ibrahimu, Isaka na Yakobo baba zako kwamba nitawapa nchi uzao wao, lakini wewe namalizana hapa na wewe hufiki. Nini? Akasema nimeikumbuka dhambi uliyoitenda pale Meriba, nimeikumbuka, maana hukunistai mbele za watu wangu, kwa hiyo huwezi kukanyaga.
alichoambulia ni toba, Mungu akamsamehe, lakini Kanaani hakuiona, akafa. Mungu akamzika mwenyewe, hata kaburi lake hakuna anayelijua. Oh, haleluya, amen. Kwa hiyo nakuomba sana, kama unataka kutembea na Mungu na hata kufikisha salama unakotakiwa, lazima ushughulikie nini? Roho ya mazoea. Jamani, haleluya. Angalia hata watu wengi tu ambao wameokoka, utaona kwamba kadiri wanavyozidi kukaa kwenye wokovu, wanajikuta wameanza kutembea kwenye wokovu kwa mazoea. Yuko tayari aache ibada, aseme leo sio lazima, nitaenda tu siku ya Jumapili, kwani ni lazima niende Jumatano na Ijumaa. Tunao wengi tu, lakini waliookoka unakuta walikuwa ni watu wa ibada zote, watu waliompenda Mungu, lakini kadiri wanavyoendelea wanaanza kupunguza ibada. Wanasema kwani ni lazima, kwani atanifanyaje nisipoenda Jumatano, kwani nisipoenda Ijumaa atanifanyaje? Mimi naenda tu Jumapili. Hata Jumapili sio lazima kila Jumapili. Maana yake roho ya mazoea. Mtu anaanza kumzoea Mungu kwamba sio lazima nimwabudu kila wakati mimi huyu Mungu. Angalia hata watumishi wengi, wahubiri wengi wa siku za leo, waimbaji wengi, utagundua kuwa kadiri wanavyozidi kutumika ndipo wanapoanza kutumika kwa mazoea na kutumia uzoefu wao badala ya kumtegemea Roho Mtakatifu. Tunawaona wengi sana, lakini mwisho wao ni kuanguka. Yaani unakuta mtu anatumia theolojia kwa sababu kasoma, ana diploma yake, ana degree yake, anajivunia degree, anaanza kujionyesha mimi ni msomi, utanieleza nini? Yaani ukifika madhabahuni, wewe mwenzangu na mimi shule hujaenda ya theolojia, yuko tayari hata kukuchambua. Yaani hapo ningekuwa mimi, ningesema hivi na hivi na hivi, hapo pangenyoka hivi, lakini yeye kakosea hapa na hapa. Yaani nakwambia watu wanamzoea Mungu kwa sababu ya hekima zao, kwa sababu ya teolojia. Kasomea nini? Elimu ya Mungu. Hataki kutafuta Mungu kwa magoti, hataki kutafuta Mungu kwa kusoma neno, hataki kunyenyekea. Yaani yeye ameshamzoea Mungu kwamba mimi najua neno la Mungu, sina haja ya kuomba. Jumapili ikifika nitapiga gombo kwenye kitabu cha Yohana 3:16, najua maelezo yote hapo. Nikisimama watanielewa tu na watakuja kutubu, pataeleweka. Nakwambia hivi, kuna haja, kama unataka kutembea pamoja na Mungu, kuna haja ya kushughulikia roho ya nini? Ya mazoea. Hutafika popote. Oh, haleluya. Nataka nimalizie jambo la 11. Si unataka utembee na Mungu, mwana wa Mungu? Amen. Unataka utembee na Mungu? Amen. Hivi unanielewa wewe? Amen. Wangapi wanasema mimi nataka nijue yote, mchungaji nataka kutembea na Mungu? Piga makofi basi na vigelegele. Unataka ujue yote, unataka ujue siri hizi ili uamue kutembea na Mungu, maana swala hili linahitaji maamuzi. Kwanza linahitaji ujue mambo yatakao kufanya utembee na Mungu, halafu ufike mahali pa kuamua. Sasa jambo la 11 ambalo ni gharama unayotakiwa kulipa, gharama ya 11 unayotakiwa kulipa ni lazima uchukie dunia na mambo yake yaliyo maovu ya dunia. Lazima uichukie dunia. Si unataka utembee na Mungu wewe? Hii dunia imeharibika, hii dunia ina mambo mengi, lazima uichukie hii dunia pamoja na maovu yake. Si unataka utembee na Mungu wewe? Lazima uichukie dunia na mambo yake yaliyo maovu. Ukitaka kuambatana na kutembea na Mungu kila siku katika maisha yako, ni lazima uamue kuyachukia mambo yaliyo maovu, mambo ya dunia hii. Vinginevyo nakwambia hutaweza kutembea na Mungu, maana halazimishi, ila anakuonyesha tu cha kufanya ili uweze kutembea naye. Hizi ndo kanuni za kimungu, hizi ndo gharama za kulipa ili uweze kutembea na Mungu. Yakobo 4 mstari wa 4 mpaka wa 5. Yakobo 4 mstari wa 4 mpaka wa 5, Biblia inasema, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Ukiwa rafiki wa dunia utakuwa adui wa nani? Wa Mungu.
Sasa ukiwa na uadui na Mungu, utatembea naye? Utatembea na Mungu kama utakuwa na uadui na Mungu? Enyi wazinzi, hamjui ya kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Kwa hiyo kila mtu anayejifanya kuwa rafiki wa dunia, au kwa lugha nyingine, kila mtu anayekubali kuwa rafiki wa dunia, maana yake hufanyika kwa lugha nyingine kuwa adui wa nani? Wa Mungu. Mtakuwa na uadui na Mungu. Na ukiwa na uadui wa Mungu, nakwambia lazima Mungu akupinge. Atakupinga Mungu, hamtaambatana naye. Jamani, haleluya. Mstari wa 5 unasema, au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure, huyo Roho akae ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu. Yaani unapoanza kufanya mambo ya dunia wakati wewe umeokoka, yaani neno la Mungu sio kwamba linasema uongo, neno la Mungu ni kweli. Maanake Roho Mtakatifu akae ndani yetu. Tunapofanya mambo ya dunia huwa anatutamani mpaka na kuona nini? Wivu. Gharama aliyotumia Bwana kwa ajili ya wokovu, halafu unaikumbatia dunia wewe. Roho Mtakatifu anaona wivu, lakini hana namna, kwa sababu umeamua wewe mwenyewe. Na nasemaga kila mara kwamba Mungu hapendi mtu hata mmoja aende jehanamu, lakini hata kuzuia kwenda jehanamu kama umetaka mwenyewe. Kama umeamua mwenyewe, utaenda hata kuzuia, maana ameweka uhuru ndani yako, ameweka utashi ndani yako. Ndio maana anatumia juhudi kubwa kuhubiri madhara ya dhambi, kuhubiri habari ya dhambi inayotutenga na Mungu. Jamani, haleluya. Mungu anachukia sana dhambi, na ndio maana pamoja na kumpenda Daudi, nilikuwa nimekwambia, aliyemsifia sana wakati anamtuma Samueli kwenda kumpaka mafuta, lakini alipofanya zinaa na mke wa mtu, ni kwamba Bwana hakumuacha bila kumshughulikia. Mungu alimshughulikia kwa sababu ya dhambi haiambatani na Mungu. Jamani, haleluya. Hata kama aliomba toba na rehema kwa Mungu, Mungu alimsamehe, ila hakumuacha bila kumuadhibu. Usipende dunia pamoja na mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Kuna mtu ananielewa? Yes. Kuipenda dunia maana yake ni nini jamani? Ni yale mambo yanayofanyika duniani yaliyo kinyume na Mungu. Umalaya, uzinzi, ushoga, haya mambo ya unafiki, haya mambo ya kusema uongo, mambo ya wizi, haya mambo ya kuvaa nguo zile ambazo hazikubaliki na Mungu. Nakwambia hayo ndo ya dunia. Dunia inaleta vitu vingi. Msiwe mnakimbilia kila kinachokuja kinaletwa na dunia. Kuna vitu vingine mwe mnauliza kwanza. Yaani wewe ukiona tu mtu ametokelezea, na wewe unasema lazima huu mtoko na mimi Jumapili nitoke nao. Lazima na mimi huu mtoko nitoke nao huu. Ni hatari sana. Haleluya, watu wa Mungu. Sio kila kitu ni cha kufanya kwa sababu dunia inafanya. Asante Yesu. Gharama ya 12 ya kulipa, na hii niseme iwe ni ya mwisho kwa siku ya leo. Kama unataka kutembea na Mungu, tunaangalia gharama za kulipa. Gharama